Karibu sana katika kipindi kingine. Wakati huu nikukaribishe kwa mara nyingine tena. Nikupongeze wewe ambaye umeendelea kufuatilia vipindi hivi. Tupo katika kozi ya kompyuta na tumeanza kozi ya Excel. Ni office ambayo inatumika katika masuala mazima ya data. Tunaposema data, mipangilio ya vitu vingi, wafanya biashara, makampuni, watu wenye ajira za watu wengi, kupangilia mishahara, kufanya mahesabu, yote wanatumia Excel. Na hii ni package ya Microsoft Office kama ilivyo Word, kama PowerPoint, na hii inapatikana katika Microsoft Office. Kwa hiyo ili uweze kuipata hii Excel lazima uwe na office nzima, na ndivyo ambavyo utaweza kufanikiwa kuipata. Kwa hiyo kama ni mara yako ya kwanza kuona somo hili, jitahidi uweze kupata somo la kwanza kabla haujaenda mbali, na hakikisha una subscribe, una like vipindi vyetu, lakini vile vile unatoa comment nzuri. Sisi inatupa nafasi ya kufahamu ni kwa namna gani watu wanaweza kushiriki katika vipindi vyetu. So leo moja kwa moja tutaenda kujifunza kitu kingine. Katika somo lililopita nikukumbusha kwamba tulisoma pasi mbalimbali. Tulisoma hii hapa, tulisoma bar, tulisoma toolbar, tulisoma formula bar, tukasoma cell, tukasoma ni column, hizi ni column, hizi ni row. Tukasoma sehemu hapa inatumika vipi, unaweza kubadilika hii ya kawaida, hii hapa, lakini vile vile hii inatumika katika kuona namna ambavyo unaweza print preview. Sasa leo nataka tuende hatua nyingine tuweze kufahamu vizuri matumizi ya hii space, kwa maana file tunaweza kupata nini, home, insert, draw, page layout, formula, data, review, au kuna view, help na feature nyingine ambazo zinapatikana hapo. Kwa hiyo uwe nami mwanzo hadi mwisho katika channel yetu hii, na hii tunasema Excellence Knowledge. Tuende moja kwa moja. Sehemu ya kwanza ambayo tutaanza nayo ni sehemu ya file. Nikibonyeza hapa file, inatuonesha vitu ambavyo vipo, lakini kama umewahi kufanya kazi katika Excel recent, inakuonesha kazi ambazo ulikuwa unazifanya za karibuni na zilizopita. Kwa mfano hii ukiangalia leo ni Novemba hapa inaonyesha kwamba Novemba 8 nilifanya kazi hii hapa, lakini kuna Septemba mwezi wa 8 nilifanya. Kwa hiyo inakupa kazi ambazo ulikuwa unafanya, na kama unahitaji hapo una click then inakupeleka katika kazi yako. Kwa hiyo ni kazi ya file. Lakini kuna kitu kinaitwa new. Maana yake new hapa unaweza kutengeneza blank page nyingine au workbook nyingine ambayo unaitaka wewe mwenyewe kupitia blank workbook, au ukaja kutumia template ambazo zipo katika software hii. Lakini kuna open, kama kuna kazi ambayo ulishawahi kuifanya ipo katika folder, unaweza open. Kwa mfano hapa nikija katika office, unaona kazi zangu hapa ambazo zipo zinaonekana. Kwa unaweza open moja wapo ikaniletea kazi ya Excel. Lazima ilete Excel kama format yake yenyewe, haiwezi kuonesha PDF na haiwezi kuonesha Word. Kitu kingine cha tatu, kuna information. Unaweza kupata information za protect hapa workbook, ukaweka password, ukamanage, lakini vile vile ukaona author ambao wanafanya kazi katika kompyuta hii, na unaweza kupata kupitia information. Lakini kuna sehemu ya kusave. Ukiwa unafanya kazi unaweza ukasave, lakini unaweza ukafungua kazi hiyo hiyo ukaisave kwa jina lingine, kwa ajili ya kuedit baadhi ya vitu ukaita jina lingine. Hapa tutakuja kutumia kama save as, lakini hapa kuna save as PDF, unaweza ukasave kama PDF. Lakini kuna sehemu ya kuprint, kuna kushare, export na kuclose. Kwa hiyo ukitaka close kutoka unaweza kubonyeza hapo. Hiyo ni sehemu ya kwanza kabisa ya file. Kwa hiyo ndivyo ambavyo Excel inafanya kazi.
Baada hapo tukitoka katika file tunakuja katika home. Sasa home ndio kunakuwa na vitu vingi ambavyo ni vya muhimu. Tunasema that is home, kwa maana nyumbani, kwa maana sehemu, tunasema home. Kwa hiyo ukija katika home utakutana hii symbol ni ya kucopy. Kuna kucopy hapa. Naona kuna copy, kuna kupaste. Kwa mfano umecopy kitu fulani sehemu, unataka sasa kupaste. Copy na kupaste kama kawaida. Kuna sehemu hii inaitwa font. Theme font. Unaweza kubadilisha hapa. Kwa mfano kama nimeandika Juma, naweza nikabadilisha font. Ikaja font hii hapa. Lakini kuna space size, font size naweza nikaikuza ninavyotaka mimi. Kwa hiyo zote zinapatikana home. Lakini unaweza kupunguza font. Lakini unaweza bold, unaweza size, underline, iko hivyo shade, then ukabadilisha theme color. Ikawa hivyo au ikawa nyekundu, the same. Kwa hiyo itu katika home. Lakini sehemu pia inaweza ikawa ni ya alignment. Hii ni alignment. Kwa hiyo hii hapa ni font. Tunapata font. Lakini kuna sehemu inaitwa alignment. Hapo unaweza kupangilia ikae katikati. Kija hapa tunasema clockwise, anti-clockwise, vertical. Kwa mfano naweza nikaipangilia hii hapa iwe vertical, kwa maana unaiona hapo, au iwe rotate ikawa hivi. Hizi zote ni katika from cell alignment, ni katika matumizi ya alignment. Inaweza kasogea, inaweza kaa katikati, inaweza kaa mwanzo. Hiyo yote ni alignment. Inaweza kaa katikati au ikawa juu, ikawa katikati, katika middle. Kwa hiyo hiyo ni katika sehemu ya alignment. Lakini sehemu hii hapa inaitwa namba. Hapa manake inahesabu. Kwa mfano nikiweka 1000 hapa, nataka iweze kuhesabu kama pesa. Nikiweka koma hapa, unaona inahesabu pesa. Kwa hiyo naweza nikaicommand isome asilimia, isome dola, au isome Tanzania shillings. Utakuja katika more accounting format. Then kija koma hapa ikiwa na cent, unaweza kupunguza hapo, unaongeza, lakini ikawa inasoma senti 0. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo inaonekana hiyo sehemu ya namba inatumika hivyo. Lakini kuna conditions, bars, kutengeneza table, tengeneza table iko hivyo. Hivyo ambavyo zinaonekana. Kuna format table. Hii ni miundo ya table ambazo zinaweza zikawa unazihitaji. Kwa mfano nikiweka hapa nataka ionekane hivi. Unaona, this is table format. Nikitaka nibadilishe muonekano, kuja format, iko hivyo. Ile kabadilika kwa namna ambavyo unataka wewe. Kwa hiyo hapo unaweza kubadilisha format table. Then insert, unaweza insert cells au column. Kuna namna mbili ambayo unaweza insert cells au column. Hii yote ni upande wa home. Insert, let's say tuko hapa namba 8, nataka insert rows. Inaingia hapo. Kwa mfano nataka nitofautishe, kuna maneno na hapa kuna maandishi. Nataka kuweka insert rows. Set row inakuwa katikati, inaingia. Lakini nikitaka kuweka columns kati ya D na E, hapa kuna maandishi na hapa kuna maandishi. Nataka niweke column hapa, nitabonyeza D hapa, nita insert column, iko imeingia hapa. Nikitaka kuinsert
insert column, unaona imeingia hapa. Kwa hiyo kuna namna mbili. Insert ipo katika home, lakini unaweza delete, unaweza format namna ambavyo nataka ionekane, visibility. Lakini vile vile unaweza kufuta. Tunaposema clear, unaweza clear hapa. Clear content iko hapo. Hiyo ni sehemu ya home. Lakini kuna auto sum, kuna formula hapa auto sum, kuna fill na clear, kuna sort and filter. Kama unataka let's say taka Juma alafu Asha, majina haya hayajapangiliwa vizuri, lakini nataka yaende katika A to Z, sort A to Z au Z to A to Z. Naona Aisha amekaa juu na Juma amekaa chini. Kwa hiyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia hiyo home. Lakini kuna find, bonyeza hapo find, bonyeza Juma, ukifind hapa inakuonesha Juma yuko hapo. Kwa ndivyo ambavyo unaweza kutumia hiyo. Hivyo, lakini add in ni kuweka baadhi ya features katika Excel yako. Hiyo ni sehemu ya home. Tukija sehemu nyingine ni insert. Insert unaweza kaweka picha, unaweza kaweka graph. Kila kitu ambacho kipo ndani ya kompyuta yako unaweza kukiweka katika software hii na ukafanya kazi. Inategemea unafanya nini. Kuna picha, kuna shapes, kuna icon, kuna screenshot, kuna smart ads, smart art. Zote hizi unaweza ukaziweka katika software yako hii na ukafanya kazi. Hiyo ni sehemu ya insert. Lakini kuna sehemu ya draw. Hii ni kuonesha kuchora. Haina kazi sana katika kufanya data. Lakini mpangilio ambao ni muhimu sana katika Excel ni page layout. Hii inakusaidia katika kupangilia size ya sheet yako, size ya workbook yako. Unataka iwe kubwa zaidi, una set A4, A3, A5 au iwe letter. Kuna print area, kuna color orientation, nataka iwe kubwa, iko portrait au iko horizontal, kwa maana ni landscape. Lakini kuna margin hapa, kwamba ile margin ya karatasi yako kiprint isiweze kukatika. Maandishi unaweza kaiseti kupitia sehemu hiyo ya page layout. Kuna sehemu ya theme. Maana yake kuna theme nataka iwe vipi? Kuna theme ambayo unaweza kawa unataka kuitumia, iko hapo. Kuna color, kuna font, vitu, kuna effect mbalimbali unaweza kuziweka. Formula, hapo utapata formula zote ambazo unazitaka. Lakini data unaweza kawa unazitumia katika data analysis. Inategemea ukubwa wa kazi ambayo unaifanya. Lakini review, kuna spellings, kuna statistics ambazo nataka kuziona, kuna translation, kuna new comment. Hizi zote kuna protect sheet, protect workbook. Kwa mfano kuna kuwa na sheet, kuna sheet mbili tofauti au zaidi ya moja. Hii yote ni workbook, lakini kuna protect sheet, sheet namba ngapi. Kwa hiyo unaweza kuweka password na ile sheet ikawa inafunguka kwa password. Allow edit range, hide ink. Hiyo ni sehemu yote ya review. Na katika sehemu ya view unaweza ka view normal, custom view, page layout, grid lines, formula bar, unaweza ka zoom, zoom selection, kama hapa umezoom, umezoom hapo inakuwa kubwa, ndio karudisha sehemu ambapo ilivyokuwa. Kwa hiyo ndiyo ambavyo Excel inatumika katika sehemu ya juu. Kwa hiyo feature nyingi ziko sehemu hii hapa. Hii Acrobat ni
ni software ya Acrobat ambayo unaweza ukasave kama PDF ikakutengenezea PDF moja kwa moja. Na leo tuishie hapa, na imani umejifunza kitu kikubwa. Ni kuomba uweze kuniandikia comment kama una maoni mazuri, ushauri, au kama umefanikiwa basi andika comment yako hapo. Kama kuna nyongeza unaweza ukatukumbusha kupitia sehemu ya comment. Tumejifunza kuhusu file, home, insert, draw, page layout, formulas, data review and view and help bar. Zote hizo ndivyo ambavyo zinaweza kutumika. Na hii ni computer course inaendelea, ni mwendelezo, na hii ni sehemu ya pili. Tukutane katika sehemu ya 3, usikose. Karibu sana.